Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah tunaendelea na darasa letu la tajwidi kupitia kitabu kinachoitwa Hidayatul Mustafid fi Ahkami Tajwidi. Kwa yule ambaye mwenye kitabu atafunua kurasa namba 8. Kipindi kilichopita tulisema kujifunza tajwidi ni faradhul kifaya, ila baada ya kujifunza kuyafanyia kazi yaliyomo katika tajwidi ni faradhu aini. Kusoma somo la tajwidi ni faradhu kifaya. Wakisoma baadhi waliobaki hawaandikiwi dhambi, ndio maana faradhul kifaya tu. Kwa hiyo mtu anaweza akasoma tajwidi au anaweza akaacha kusoma tajwidi, sio lazima, ila akishasoma tajwidi kufanyia kazi yaliyomo katika tajwidi ni faradhu aini, ni faradhi ya lazima. Ndio tajwidi imekaa hivyo. Kujifunza somo la tajwidi ni faradhu kifaya, ila kuifanyia kazi tajwidi manake baada ya kujifunza. Sasa ukishajifunza kufanyia kazi yale ambayo umejifunza ni lazima. Ukurasa namba 8 tunaendelea sehemu ambayo inasema faslu, kipambanuzi au kipengele ambacho kinaelezea fi ahkamil isti'adhati wal basmalati, katika hukumu ya a'udhu billahi na bismillahi. Leo tunaangalia hukumu ya a'udhu billahi na bismillahi. Mfano mtu anataka kusoma Qur'ani, sasa ataleta vipi a'udhu billahi na ataleta vipi bismillahi? Hukumu ya a'udhu billahi na bismillahi. Anasema idha ata alqari'u, anapokuja msomaji, bil isti'adhati, kwa a'udhu billahi, wal basmalati, na bismillahi, wa surati, na sura, fakam wajhan fiha, kuna njia ngapi ndani yake? Swali lipo hivyo pindi anapokuja msomaji, manake msomaji anaposoma anataka kuweka a'udhu billahi, bismillahi na sura. Sasa kuna njia ngapi ya kutumia a'udhu billahi na bismillahi na sura? Fakamu wajhan fiha, kuna njia ngapi ndani yake? Jawabu linakuwa fiha, ndani yake, arba'atu aujuhi, kuna njia 4. Unapotaka kutumia a'udhu billahi, bismillahi na sura, kuna njia 4 inatakiwa uzijue msomaji wa Qur'an. Anasema njia ya kwanza, qat'u jamii, kukata zote. Kukata zote maana yake, mfano unasoma a'udhu billahi minash shaitanir rajim, unasimama. Bismillahir rahmanir rahim, unasimama. Qul huwa Allahu ahad, unaendelea. Kwa hiyo baada ya a'udhu billahi umesimama kidogo, bismillah umesimama kidogo, alafu unaenda kuisoma sura. Hiyo ndio tunaita qat'u jamii, kukata zote. Kwa hiyo ukiunganisha suratul ikhlas kwa mfumo huu itakuwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul huwa Allahu ahad. Qat'u jamii, kukata zote. Ya pili, wawaslul basmalati bisurati, na kuunganisha wawaslu, na kuunganisha albasmalati bismillahi, bisurati, na sura. Kwa maana kuunganisha bismillahi na sura. A'udhu billahi ikawa inajitegemea, ila bismillahi ikawa imeungana na sura. Hii ni aina ya pili. Mfano inakuwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, unasimama. Bismillahir rahmanir rahim, qul huwa Allahu ahad. Kwa hiyo baada ya bismillahi moja kwa moja ukaenda kuunganisha na sura. Hii inaitwa waslul basmalati bisurati, kuunganisha bismillahi na sura. Hapo amesema wawaslu, manake na kuunganisha, manake ya kwanza ni qat'u jamii na ya pili ni, kwa ndio maana akasema wawaslu na kuunganisha. Ila ukisema waslul basmalati, kuunganisha bismillahi bisurati na sura. Nyingine qat'u faqatu, hii faqatu manake tu, waslul basmalati bisurati faqatu, amemalizia na neno faqat, manake na kuunganisha bismillahi na sura tu,
yani bismillahi na sura ndo zikaungana tu, a'udhu billahi ikawa inajitegemea. Ya tatu anasema wawasulul isti'adhati bil basmalati faqat, na kuunganisha a'udhu billahi na bismillahi tu, yani kwa maana peke yake. A'udhu billahi na bismillahi vikaungana, sura ikajitegemea. Hii ni aina ya tatu, msomaji wa Qur'an. Kwa mfano itakuwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwa Allahu ahad. Kwa maana muunganisha a'udhu billahi na bismillahi, alafu sura ikajitegemea. Ya mwisho ambayo ni ya nne, wawasulul jamii, kuunganisha zote, yani unaichukua a'udhu billahi unaiunganisha na bismillahi, unaiunganisha na sura. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwa Allahu ahad. Hiyo ndio aina ya nne, kwa maana umeunganisha, na hii kidogo inahitaji pumzi. Inahitaji pumzi, kwa maana kuunganisha bismillahi na a'udhu billahi na sura si kazi ndogo, maana yake inahitaji kidogo mapafu ambayo yako vizuri, kwa sababu inatumia sana pumzi. Swali lingine akauliza, idha ata alqari, upinde anapokuja msomaji, bil basmalati baina surati, na bismillahi kati ya sura. Kwa maana kuna sura alafu inaingia sura nyingine, sura hii inaisha, inaingia sura nyingine. Sasa anapokuja msomaji na bismillahi baina ya sura mbili, baina surataini, baina ya sura mbili, fakam wajhan fiha, kuna njia ngapi ndani yake? Fakam wajhan fiha, kuna njia ngapi ndani yake? Akasema fiha arba'atu awjuhi, na yenyewe na njia nne ndani yake, kuna njia nne. Fiha, ndani yake, arba'atu awjuhi, kuna njia nne. Anasema thalathatu awjuhi jaizatu, njia tatu zinajuzu. Thalathatu awjuhi, njia tatu, jaizu, katika hizo nne njia tatu zinafaa. Wa wahidu ghairu jaizu, na njia moja haifai. Kuna njia nne, njia tatu zinajuzu, njia moja haifai. Hapa anamaanisha kwamba mtu anapotaka kuingia sura nyingine, amemaliza sura hii, sasa kuna sura nyingine hapa katikati, kuna bismillah, kwa sababu ile sura nyingine inaanza. Sasa kuna njia ngapi katika namna hiyo? Anasema kuna njia nne, lakini tatu zinajuzu, zinafaa, moja haifai. Anasema amma thalathatul jaizatu, ama tatu zenye kujuzu. Amma thalathatul jaizatu, ama tatu zenye kujuzu. Fal awwalu, ya kwanza. Sasa tunaenda kuzitaja zile tatu ambazo zinajuzu. Fal awwalu, ya kwanza, minha, miongoni mwa hizo, qat'u, ni kukata, alkulli, zote, ni kukata zote. Yani kukata zote maana yake umemaliza sura hii unataka kuingia sura nyingine, kwa hiyo mwisho wa sura umekata. Mfano walallin bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas. Kwa hiyo hii sura iliyoisha umeweka kituo, halafu ukasoma bismillahi, alafu ukaendelea na sura nyingine. Hiyo inaitwa qat'ul kulli, kukata zote. Wathani, na ya pili, wasul basmalati, kuunganisha bismillahi, fi awwali surati, mwanzo wa sura. Kuunganisha bismillahi mwanzo au katika mwanzo wa sura, kwa maana unamaliza unaweka kituo, alafu bismillah utaunganisha na sura. Mfano walallin, hapo unaweka kituo, ila bismillah ndio utakuja kuunganisha na sura. Itakuwa bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas. Nairudia tena kuunganisha bismillah na sura, kwa maana sura inapoisha utaweka kituo, alafu bismillah utaunganisha na sura. Walallin bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas. Inakuwa ni kama hivyo. Wa thalithu, na tatu, waslu kulli, kuunga zote, kuunganisha zote. Maana yake mwisho wa sura umemaliza ukasoma bismillah na ukaunganisha na sura nyingine.
Mfano, minal jinnati wan nasi bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq. Kwa hiyo ulivomaliza ile sura mwisho wake haukusimama kaunganisha na bismillahi alafu ukaunganisha na hiyo sura nyingine. Kwa hiyo inshallah hii moja tumeiacha, tutakuja kuielezea siku nyingine kwa sababu muda magharibi umefika, najiandaa kwa ajili ya swala. Kwa hiyo tutakuja kuielezea siku nyingine. Tubaki na hizi tatu. Tumesema tajwidi inataka shwea kwa maana kusoma taratibu. Fanyia kazi hizi tatu. Hii moja sasa na yenyewe na maelezo kidogo makubwa ambayo tutakuja sasa tutachukua kwa urefu kidogo, alafu tutaingia ibara nyingine. Kwa hiyo inshallah tuishie hapo. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.